One of the things wakulima wamekasirika nao ni kuwa kwamba tuko na viongozi ambao wametoka kwa majani chai, lakini wakiongea wanasema vile bill ni mzuri, ili hali kuna wengine tunaona hiyo bill ni mbaya na inafinyiria wengine. Na wakulima wamesema wataenda kotini kama vile wakahawa walienda kupinga huo mswada, na utaenda mahali, sababu hata sisi tutawaunga mkono, hatutataka wakulima wafinyiriwe. So that is one of the things zenye zimewakasifu. Number 2, ni hiyo imeandikwa ya kwamba kuna new levy ambayo itakuwa inakatwa mkulima per kilo of maize tea shilingi 3 na 3.85 shillings. Hiyo ni pesa mingi sana. Tukimultiply na kilo ambazo tuliuza like last year over 550 kilos ama 54,000 kilos. Ukimultiply na 3 shillings inaenda close to 2 billion, ambayo ukidivide by the number of factories, 71 factories, ni kumaanisha kila factory itakuwa inalipa over 31 million. Na hiyo ndio pesa hatutaki kukatwa. Tunajua tea ama majani chai is one of the product ambayo huwa inatoshwa levy na tax mara mingi sana, mara zaidi ya 40. Sangasha sana kuona tuko na viongozi ambao wako mbunge ambao wametoka kwenye chai inalimwa, na hawaulizi viongozi wa majani chai zile shinda ambazo zinaweza letwa na bill kama hii ama mambo zingine zinapitishwa na hii bill. DSS ama direct sales settlement ni kumaanisha manjani ikiuzwa mkulima atapewa pesa direct. Aggregation ya all farmers wakiwa pamoja wanaenjoy kitu inaitwa economies of scale. Au wakulima wataendelea ukienda through DSS wataendelea kupoteza malipo mazuri, kwa sababu hawatakuwa wanapata ile ndora rate ambayo inapatwa na KTDA. Number 2, tutaona wakulima watakuwa wanahitajika kutoa pesa kwa mfuko wakitaka kununuliwa kitu kama fertilizer, sababu fertilizer inanunuliwa na KTDA from a central point and then wananunuliwa na pesa kidogo, alafu wakulima ukatwa pesa